Simulizi halisi, safari ya Nicholas Momanyi. Naam, karibu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wetu. Hii leo ndani ya meza yetu tumejaliwa kuwa naye aliyekuwa spika wa chuo kikuu cha Kibabii, Bwana Momanyi. Chief, karibu bwana. Asante sana. Tuambie mwanzo, ukianza kwa jina lako tu, pengine nikuulize mawili matatu. Ukianza kwa kujitambulisha, hebu tuambie Momanyi ndo nani? Okay, mimi kwa majina najulikana kama Nicholas Momanyi Nyata. Lakini wengi wanajua Chief Momanyi. Nimekuwa mwanafunzi wa Kibabii. Sisi ndo wale ambao tumehitimu hivi karibuni. Mimi natokea eneo la Kisii. Kisii ndo nyumbani. Marani tunasema lazima nitaje eneo bunge langu, eneo bunge la Kitutu Chache North. Mimi maisha yangu kwa kiasi kikubwa naweza kusema kwamba hayajakuwa mzuri. Mimi sijasoma darasa la 7 na darasa la 8. Darasa la 6 nilikuanga naweza sema I was the best in our class. So ikafika mahali nikakuwa mgonjwa mguu. So the moment nilika mgonjwa nikalemaa kidogo. Actually sikutembea for the 4 years. Sikuwa naweza kutembea. So ilikuwa like natumia vimbo kutembea. And at that moment mguu wangu ambao ni wa kushoto huu, ilo donda lilianzia hapa likatokea hapa. So ikafikia point wananiambia kwamba nilikuwa nafaa kukatwa mguu labda. So one of my cousins akasema hatuwezi mkata kwanza, acha nimchukue hospitali yangu mwenye ambaye alikuwa ni daktari. So akanichukua wakakata nyama fulani, wakakata nyama ambazo zilikuwa zimeoza. So hiyo kukata that ndio mguu ianze kuregain, hizo nyama zianze kumea, it took time. Life yangu yote high school sijavaa kiatu hata siku moja. In fact nimekuja kuvaa kiatu kama nimeingia university. Because nilikuwa mgonjwa the whole of high school. Bado hiyo kidonda iko haijapona vizuri, inapona tena inaanza. Sababu mimi nilikuwa napitia challenges mingi. Naweza sema kwamba maneno dunia tu. Exam yangu ya form 4 ikitoka nilikuwa Nairobi, and actually sikuwa nimeturn 18 years. So nilikuwa venye inatoka nilikuwa nimeanza kuhustle Nairobi. Natembea na wheelbarrow na mkokoteni naleta watu maji. Exam ikitoka I was expecting nipate kitu kama C- kwenda juu. Hapo ndo nilikuwa nimejigauge. So nikapata niko na deep lane. Hiyo kitu ikaniuma sana, nikakaa chini. Babangu akaniambia sasa, in fact in our family, juu mimi ni watatu, hakuna mtu alikuwa amepata grade kama hiyo. Even my sister. Na my sister hakuwa na marks yenye nilifikisha nikiwa primary. So my dad akaniambia sasa kwa sababu ya hili wewe sasa umekuwa mtu mkubwa. Unaweza tafuta sukari na mimi nitatafuta chumvi. So that thing hit me in a different way. Ikabidi nimeanza kujituma. Nilifanya mjengo, tulikuwa bale Kitengela place inaitwa Kiang'ombe. So nikapata mama fulani ambaye alikuja akapata kazi hapo kwa county kwa Songo Rescue Team. Yeye akanipatia kazi ya duka yake. So yeye alikuwa anatoka asubuhi, mimi ananiachia duka. So akiniachia duka, niamke saa 9 usiku nitengeneze mandazi. Niende soko nimchukulie mboga na ndizi, ndo asubuhi unaweza pata vitu mzuri. So nikishaenda nikikuja tena nipange mtoto wake nimchukue shule, ndio nikuja tena sasa nikae nianze kukata sukuma, nianze kupanga kipanda, nianze kuuza. Unaona? Ulikuwa fanya kazi kama houseboy vile ama? Yeah, sasa hapo nilikuwa nafanya kama houseboy. Hivyo pia nikifanya hiyo kazi alikuwa ananilipa 150 per day. Na hiyo pesa in fact hakukuja kunilipa yote. So I was chasing that nipate ile fee kidogo, nirudi nikuje niende shuleni. Unaona? So the moment niliona hiyo pesa imefika kutosha, nikapigia mamangu nyumbani simu. Nikamwambia kitufanye, naomba uende uongee, kuna pastor wa kanisa yangu yenye mamangu anaenda ambaye ni deputy principal shule fulani pale yenye nilikuja kufanya sasa mara ya pili. Akaenda akaongea na yeye, akamwambia mtoto wangu anataka kurudi shule hivi na hivi. So mimi nikarudi pale. Niliporudi pale ilikuwa mwezi wa 8 ikielekea mwezi wa 9 term 3. Sasa singeingia form 4. Nikiingia form 3. Sasa hiyo time nimerudi nimefocus na masomo. Hata mambo ya wasichana sikuwa nataka karibu na mimi. Nimefocus.